Luanda hoye! Nikiwapa Wiper nipatieni Komboa Kenya. Jameni, wakati wa kukomboa Kenya, si ni kweli? Wiper, mko tayari kukomboa Kenya? Wiper, Wiper, wako wangapi tayari kukomboa nchi yao kutokana na uongozi mbaya wa serikali dhalimu ya Kenya Kwanza? Tumefika tena Luanda. Luanda hoye! Mwelembe, Mwelembe Vozi, Mwelembe Mia, Mwaseo, kumbe ni Makuso. Basi moja hapa Mkamba anaishi hapa Luanda. Asanteni. Naomba munisikilize. Jana kwa mara ya kwanza tangu Kenya ijinyakulie uhuru, wakati wa Kenyatta akiwa rais, wakati wa Moi akiwa rais, na wakati wa Kenyatta waziri wa fedha alikuwa anaitwa James Gichuru, wakati wa Moi akawa ni Kibaki waziri wa fedha. Kwa mara ya kwanza, hata wakati wa Uhuru Kenyatta waziri wa fedha alikuwa anakuja anatoa makadirio ya utumizi wa fedha za serikali. Lakini kwa mara ya kwanza, kwa sababu bajeti huwa inawakilisha maslahi ya kiongozi wa nchi ambaye ni rais, lakini kwa mara ya kwanza jana waziri wa fedha wa Ruto anaitwa Badi aliwasilisha hiyo bajeti bila rais mwenyewe kuwepo, na kuvunja, na hivyo basi kuvunjilia bari desturi ya utumizi wa fedha za nchi ya Kenya. Nyinyi wa Luanda, kumbukeni mimi na Raila na huyu Eugene na Martha tulienda kila mahali tukisema gharama ya maisha ilikuwa juu. Hapa imeenda chini ama imeenda juu? Wangama sema bado gharama ya maisha iko juu zaidi. Sasa waziri wa Ruto, kwa Ruto alijua madawa hakuna, elimu imedhoofika, watoto hata hawasomi kwa sababu amepatikana na shida ya hata mafikira. Yeye mwenyewe hakuweko. Lakini juzi sisi serikali bandala United Alternative Government tulitoa the people's budget. Mnakumbuka? Wangapi walituona tukitoa hiyo budget ya wananchi? Tukatoa budget ya wananchi na tukasema mambo fulani. Hii ugomvi na ugonjwa wa sho kama vile Eugene upenda kusema itapotea, na ni wizi mtupu, ni kateli tupu. Ile pesa wanaweka hapo 104 billion ambayo inalipwa kandarasi ambayo iliwekwa sahihi huko Uarabuni, hiyo tutatoa. Tukasema affordable housing ni wizi mtupu, hiyo tukasema tutatoa. Na hizo pesa zote tutahakikisha badala ya serikali kukopa, sasa wanataka nyinyi mkope. Serikali itakopa 1.1 trillion. Hata nikikwambia mama unifanyie hesabu ya kukopa trillion, hiyo ni kusema wale watoto hawajasaliwa bado wako kwa matumbo ya mama zao, watakuwa wanarithi deni ambayo haiwezekani. Kwa hivyo sisi tunasema badala ya 1.1 trillion tukianza tutaweka 500 billion peke yake, na hizo pesa tutachukua hizi ambazo wameweka kwa affordable housing ambayo haieleweki. Kwa hivyo wangapi wanaunga mkono hiyo bajeti ya wananchi? Tunataka tuone hapa Luanda, na sio hii ya Ruto. Wangapi wanaunda hiyo bajeti ya mwananchi mkono? Harambee! Na ndio tunasema, unajua huyu rais alikuwa anarukaruka na kusema ati sisi United Government in Waiting hatuna mpangilio. Tumempatia tu kionjo. Badala ya waziri wake kusoma bajeti jana, alikuwa anarukaruka tu. Anarukaruka. Huyu Kalonzo sijui nini,
mawaziri wake wanapiga mayowe na ni kionjo. Kwa hivyo nyinyi watu wa Luanda na Vihiga, mjiandae kwa mapinduzi. Kama mnajua kwamba watoto waliuawa kiholela kwa sababu ya kufanya maandamano ya kikatiba, nyinyi msirudi nyuma. Ruto sasa anaamini kitu kimoja. Anaamini kama upinzani utakaa pamoja, yeye anajua muhula ni moja. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo anaomba tu, anajua Kenya nzima imemwacha, kwa sababu yeye aliwacha kwa mataa. Na kama Kenya imewacha yeye Ruto, anaona sasa ataangamia, ataangazia Western Province as it was. Anaona ile kura atapata ni hiyo. Ndugu zangu hawa kina Mudavadi, ma-DVD na Weta, tulikuwa pamoja na hawa ndugu zangu, lakini wakasalimu amri. Mimi nikasema sirudi nyuma. Hata wakati mzee wangu baba amelala, Raila, kumbukeni miaka 15 tukisema lazima haki ifanyike, watoto waliouawa, nikasema mimi sirudi nyuma. Kwa hivyo mimi nakuja kwa roho safi na roho kamilifu kuuliza wazalendo wenzangu, tuseme kura ya Muluya Ruto hataipata. Wangapi wako tayari kusema hataipata hiyo? Asanteni. Sasa kama Ruto hatapata kura ya Muluya, hata hii ya Kisumu, mimi nikiingia hapa, Wajaluo ni watu wanaamini haki. Watazama Kalonzo alikuwa na baba miaka 15. Inawezekanaje Mjaluo apatie mtu ambao serikali yake iliua watoto yao? Kwa hivyo kina Jim Orengo wakiungana na kina Sifuna, tunawasubiri waje tuokoe Kenya hii. Wangapi wako tayari tuungane na hawa ndugu zetu? Na mimi na mwenzi ndugu yangu Eugene